Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Mungu. Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Katika usiku huu wa leo ambapo nimetaka tuzungumze au niongee nanyi kupitia neno la Mungu, nimependa niwafikie kila mmoja, niongee na kila mmoja ambaye atakuwa ananitazama au kunisikiliza, japo nimetumia njia ya video. Nilitamani tumie njia ya audio, lakini nitumie video la nao. Ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu mliopo nje za nchi, marafiki zetu, ninawasalimu katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Na imani mzima na mwenye afya. Ndugu zangu, ninawasihi katika Bwana. Tunajua mambo ni mengi sana kwenye dunia, na singine pia huwa tunajaribu kumuomba Mungu atusaidie na kutupa viongozi ambao wanafaa. Viongozi ambapo wanaweza pia kuweka mambo sawa pale ambapo mambo hayako sawa. Maana kila kunapokuwa kiongozi, kuna mambo ya wanayanyosha kama yalikuwa hayako sawa. Lakini pia ikumbuke kwamba na wao pia ni wanadamu. Shetani anaweza kawatumia, kawajaribu, wakaweka mambo vibaya baada ya kuweka mambo sawa. Hapo ndipo utamjua yule mwongofu ana wazo gani, anawaza nini juu ya kiongozi wake. Anafikiria nini juu ya kiongozi wake. Anampenda vipi kiongozi wake. Anamwamini vipi kiongozi wake. Ndugu zangu katika Kristo, ndugu zangu Waislamu pia, kama mtabahatika kunisikiliza, tusije tukajitakia adhabu mbele za Mungu. Mpaka inafika hatua tunachagua kiongozi tunayempenda, hajalishi imekuwaje, ila kiongozi limradi alichaguliwa, au kwa namna yote kiongozi akatwa kiongozi. Ujue Mungu ameweka mkono wake. Ujue Mungu amekusudia. Ikiwa kama Mungu amekusudia, hatutakiwi kunena mabaya. Na Mungu ikiwa tayari anamuona yule mtu analeta ujinga juu ya watu wake, ambaye wewe kiongozi amekusimamisha ili kuangalia watu wake Mungu, ukaleta shida yoyote, Mungu anaweza kumuondoa kiongozi huyo kwa namna anayojua yeye, kwa njia anayojua yeye, kwa jinsi ambavyo anafahamu. Kwa sababu ikumbukwe mawazo ya Mungu si kama mwanadamu, na wakati wa Mungu si kama mwanadamu. Mungu hashauliwi. Mungu anafanya takalo kwa muda wote, saa yote, siku yote, mwaka wote, mwezi wote. Nataka kusema nanyi kwamba tusiwaseme vibaya viongozi wetu. Tusithubutu kumsema vibaya kiongozi. Badala yake tumshtaki kwa Mungu. Tumwambie Mungu, angalia yule mtu uliyetupa, mbona yuko hivi, mbona hivi. Kwa jinsi ambavyo Mungu mwenyewe anajua atafanya. Kuna watu mpaka wanathubutu kumtukana Mungu. Kuna watu wanadiriki kumwambia Mungu vibaya. Wanamtukana Mungu kabisa. Lakini wakimtukana pia na kiongozi, haijalishi ni kiongozi gani, sijataja, ila kiongozi yoyote, hata kama ni mwenyekiti wa serikali ya mitaa, au mjumbe, au katibu tarafa, tunatakiwa kumwambia Mungu peke yake, maana yeye ndiye alikuwa kusudi lile pale, yule hawepo. Ndugu zangu, tumezoeana tukicheka, tukifurahi, tukifanya comedy zingine, lakini hili si jambo la comedy. Hili si jambo la kuchekesha.
Hili ni jambo la kufikiria. Kuna watu watanisema tofauti na wengine wataniona kwa namna fulani. Tusiwaseme vibaya viongozi. Hali ya kuwa kweli inafika hatua tunavurugwa, tunaongea. Lakini tukumbuke kuwa Mungu mwenyewe amesema kwamba tusimseme vibaya kiongozi. Tusimseme au usimseme vibaya Mungu wako. Akaongeza usimseme vibaya pia kiongozi. Labda tusiongelee mate. Tusiandikie mate. Wacha tusome Biblia yetu. Maana mimi naenda kwa njia ya neno. Kwa njia ya neno. Twende Kutoka 22. Kutoka 22 28. 22 sura ya 22 mstari wa 28. Huo moja tunasema, usimtukane Mungu wala usimlaani mkuu wa watu wako. Narudia. Usimtukane Mungu wako, usimtukane Mungu wala usimlaani mkuu wa watu wako. Manake badala yake we mbariki tu. Mwambie Mungu kiongozi anayoyafanya, mbariki tu. Sengine muombe kumrehemu, Mungu amrehemu. Mungu atafanya jambo lake. Maana kiamua Mungu hakuna jambo linaloweza kuzurika. Mungu kiliamua ifanyike. Ndio maana hata kama ameweka pale madarakani, wewe ni ngumu sana kumuondoa kwenye madaraka. Kama unakumbuka wakati Samueli alipoagizwa na Mungu akampake mafuta Daudi, kuna vitu alifichwa sana Sauli, ila sija kavijua kuhusu hilo. Baadaye katengeneza njia Daudi akiingia kwenye madaraka. Sauli naye alikuwa ni mtu mbaya. Pamoja na kwamba alikuwa mtu mbaya, Daudi hakutaka kumuua. Kwa nini Daudi hakumuua? Na wakati alikuwa anajua kwamba Daudi naye anawindwa na yule mkuu. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa hapo, huyu nikimwacha Daudi anaingia kwenye madaraka yangu. Lakini tazama Mungu alivyomuondoa kwa namna yake. Mungu alimuondoa Sauli kwa namna yake mwenyewe anayojua. Hakufanya hila kama mwanadamu anavyofanya hila. Watanzania wenzangu, wacha tuumie, wacha tuteseke. Mungu yupo aliye hai anatulinda usiku na mchana. Mungu anayetuongoza kwenye giza. Wakati wa giza hatujui kilichotuzunguka ni kitu gani, lakini anatulinda na tuongoza. Maana Biblia imesema kwamba Mungu au neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, iangazaye njia yetu tuiendeayo. Hakika na kutia moyo, ukiwa na Mungu, ukashitaki kwa Mungu matatizo yako juu ya viongozi, Mungu atafanya njia pasina njia. I swear you. Mungu ndo kila kitu. God is everything. Wewe ukaniamini ninachokwambia, na sengine usinaamini, lakini bisha usibishe. Bisha ubishavyo wewe. Usibabaike. Mungu yupo kwa ajili yako wewe mwanadamu. Kwa nini uhangaike? Kwa nini uteseke wakati Mungu yupo? Mungu anatuona. Mungu anatuwazia yaliyo mema. Cool down. Kila kitu kitenda kuwa sawa. Na nakuombea Mungu atafanya njia pasina njia. Tanzania yetu itakuwa kwenye amani. Haijalishi tunatishiwa, haijalishi tunateseka, tumwambie Mungu tunataka kiongozi mzuri. Atafanya katika jina la Yesu. Sema amina kama umenielewa.